Tulikuwa tunasema once, alafu kila kitu naendelea namna hiyo. Sasa sisi tunataka kufufusha sasa nini? ODM hapa. Ili ODM ifufuke hapa Bungoma. Na hakika inawezekana. Tulikuwa na wamala wa kijana. Mimi ndio nilipropose jina ya wamala wa kijana kwa madelegates ya ODM kule City Stadium awe kama second chairman ya Ford Kenya. Manake watu hawakujua kwa wanajua wamala wa kijana. Yeye alikuwa amebaki kwa KANU kwa muda mrefu. Watu hawakumjua yeye. Yule ambaye angekuwa naibu pale alikuwa ni Masinde Muliro. Bahati mbaya Muliro akafa kabla hajafanya uchaguzi. Tukakuja kumzika Muliro, tuliahirisha uchaguzi. Ndio tukarudi Nairobi tena. Sasa wakati hii kisemekana itakuwa 2 vice chairman. Vice chairman 1 na 2. James Osogo akasema yeye atasimama. Bwana Muliro amefariki. Lakini sasa Paul Mwite vile vile alikuwa anasimama. Tukamwambia Osogo chukua second vice chairman. Maana Mwite anataka pande. Akasema pana, mimi nimeshatangaza nitakwenda vice chairman. Tukaenda pale, Osogo akashinda na Paul Mwite. Maana Mwite alikuwa mmoja ya Young Turks. Alikuwa anajulikana na vijana pale. Osogo akasusia akatoka na wafuasi wake. Hapo ndio sasa wamali wakaja kwangu wakaniambia Osogo ametoka, lakini mimi nataka iwe kama second vice chairman. Hao watu wanijui. Sasa wewe kama wamenipropose mimi, najua watanipigia kura. For all time sake. Maana mimi na Kimalo jana Malo tulikuwa tunafundisha pamoja katika chuo kikuu cha Nairobi. Marafiki. Ndio sababu wakati ikifika ya proposal ya nomination ya second vice chairman, nikamwambia master of ceremony Professor Muga, niko na mtu. Akaniambia mimi sema. Akasema Michael Wamalwa kijana. Akasema Raila Odinga is proposing Michael Wamalwa kijana. Kiwanja ikanguruma. Ndio tukachagua Wamalwa kijana kama second vice chairman ya Ford Kenya. Tulikuwa pamoja kabisa. Yale ambayo yalileta tofauti kati yetu, baadaye tulijua sisi tuligundua. Wamalwa kijana alipofariki tulikuwa marafiki na yeye. Ndio mimi nilienda kule kumzika yeye kwa njia ya kienyeji. Sio? Kwa hivyo yule mtu anasema Raila hakuwa na Wamalwa hajui. Anasema uongo kabisa. Sasa tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Na nyinyi ndio delegates. Nyinyi ndio officials ya ODM. Mimi nataka mkitoka hapa mbeleke bendera ya ODM iingie mzizi kila mahali. Tunataka tujenge chama ambayo iko na nguvu zaidi. Manake ODM iko na sera sanifu, sera kamili. Kuna zile pamphlets mtapewa ambayo inaweka kamili kabisa sera ya ODM, msimamo, mwongozo ya ODM. ODM kwa mwongozo wake ni chama cha ujamaa ya kidemokrasia. Social Democratic Party. Hiyo inaonyesha nini? Ya kwamba sisi tunakubali ya kwamba kuzalisha mali tunaweka mikono ya watu ya binafsi. Lakini tunaangalia vile tunagawa rasilimali ya nchi kwa njia ya kidemokrasia, ili kusiwe tuko na matajiri wengi wachache huko juu na hapa chini ni maskini tupu na fukara. Tunataka kuhakikisha kwamba kila mtu anaangaliwa sawa sawa. Tena tunaangalia haki muhimu, haki 5 ya kibinadamu. Haki ya kwanza
ni haki ya kuishi, haki ya maisha, the right to life. That's the first right. Ya pili ni haki ya kupata chakula, the right to food. Kila Mkenya akona haki ya kupata chakula. Hakuna mtu ambaye anatakana analala na njaa ati yeye hana chakula. Tatu ni right to health, good health. Haki ya afya, kuna afya sawa. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, anapata matibabu sawa sawa. Right to health care. Ndio sababu tukaongea juu ya mambo ya baba care. 4, right to education. Haki ya kupata elimu sawa sawa. Kila mtoto ambaye amezaliwa, hata kama wazazi hawana pesa au wana pesa, anapata elimu sawa, kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu. 5, right to employment. Haki ya kupata ajira. Kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima sasa ana haki ya kutafuta ajira na apate ajira pale anaweza kupata riziki yake ili yeye aweze kuinua jamii yake. Hizo ni haki 5. The 5 rights ambayo sisi kama ODM tunaangalia sawa sawa. Na tukifanya haya yote tutaweza kujenga taifa ambayo watu wote wana furaha. Wakati huu watu wengi wana huzuni. Watu wengine wanalala na njaa. Wengine wanaweza kukula tu mara moja kwa siku kwa sababu kukosa chakula. Sahihi wakati hii bei ya maisha imepanda juu zaidi. Wetu hawezi kumudu. Gharama ya maisha iko juu. Ushuru umepandishwa mpaka mtu anaambia wewe ati afadhali nipatie mimi ushuru na uchukue mshahara. Maana ushuru inashinda mshahara. Ile ambayo anaenda na nyumbani ama sivyo? Haya ni vitu yote ambayo sisi tunapinga kama ODM. Sitaki kuongelea zaidi, mengi mimi nitasema kule katika mkutano kuu. Lakini mimi niko na furaha zaidi siku ya leo kuwa na nyinyi hapa.